Kitu cha kwanza kabisa tumeambiwa wanawake wanatakiwa kuwa watii. Tunaposema utii, kabla mwanaume anachotaka ni kwamba anataka taarifa. Kabla ya kitu chochote unamwambia. Usimwambie mume wako unafanya kitu, yani umeshajipanga unaenda kumwambia. Hicho kinawakera sana mababa. Kwamba kesho naenda sehemu fulani. Hapana. Anaona kama vile unamuaga tu. Hujataka ruhusa yake. Hujaonesha kama ana mamlaka kwako. Lakini ukimwandaa, baba fulani, siku fulani kuna jambo fulani, ndio naomba ruhusa. Unaonaje niende? Ukimwambia hata kujibu, ndio maana inabidi umpe muda. Hata kujibu pale. Okay. Lazima anaanza tafakari. Kwa hiyo ndio maana inabidi umwambie mapema. Sawa. Unapomwambia mapema na yeye anaanza kulitafakari ile jambo. Kwa hiyo inabidi tu sasa kumkumbusha, baba unakumbuka niliomba kitu fulani. Anaweza akamwambia ndio. Sasa usilazimisha akwambie saa ile kwamba hivi au hivi. Unamkumbusha. Sawa. Taratibu tu. Wala unahitaji kumforce. Ikifika wakati ule umefika, baba ndo tunakaribia. Okay. Nakumbuka mimi hata wakati fulani ambapo tulikuwa tuna kwa ajili ya kuandaa hata ada za watoto. Na sio tu ada lakini hata mahitaji. Unajua kuna watu mama anataka kumwambia baba Saila anaondoka, naomba ile kitu fulani. Okay. Unapomwambia ile kitu fulani, kama ukumwambia mapema atakuwa inawezekana hana kabisa. Lakini pia anahitaji maandalizi. Kwa hiyo inatakiwa umwambie mapema ili ajue kitoa hiki na baki hiki. Kinabaki au naitoa wapi. Okay. Kwa hiyo sasa unakuta sasa ukimwambia unataka akupe pale pale, unatafuta ugomvi. Sawa sawa. Kwa sababu unakoja muandaa. Wewe unahisi tu kwamba anaela tu saa zote. Ndio hapo mama anapofikiria anaela tu saa zote. Lakini inatakiwa umwambie. Kwani nilikuwa namuandaa watu wakisharudi nyumbani. Naanza kumuandaa watoto wana mwezi mmoja, naanza kumwambia kwanza umefika nyumbani, naandika ile list ya vitu watoto wanavitaka. Namwekea mezani. Anakuwa ameona sasa okay, sawa. Kila neno na anaanza kumkumbusha sasa taratibu. Taratibu. Kwa hiyo inapofika ule wakati unakuta akili yake imeshafika out kwamba hiyo ile naitoa wapi. Sawa. Kwa hiyo inakuwa rahisi sasa anaanza kumwambia okay, ulisemaje? Sema kuna ile ya nani? Okay. Au ulisema unataka kwenda mahali fulani? Anaanza kukukumbusha yeye. Kwa sababu ameshakaa nalo muda mrefu, amelichakata, amepata majibu. Lakini ukimwambia, na ndicho ambacho mwanangu anachokifanya, afa unaona mwanaume amekudharau. Kwa sababu unamwambia hapo nataka majibu hapo. Unamwona mpinga Kristo. Lakini wanaume hawana uwezo huo wa kumwambia kitu pale pale na kukifanya. Sawa. Inabidi umpe nafasi awaze. Na hicho kitu ngakuta mimi pia kimeni affect. Kwamba labda pale nyumbani kuna kitu ambacho kinahitajika. Mtu anakuja kuniambia tunaomba hela chumvi, hamna hapa nyumbani. Unaniambia ndio imesha kabisa. Nitakula bila chumvi. Ala. Kwamba chumvi utaitafuta ya ulimwengu wa roho. Kwa sababu gani? Niambie mapema. Kwa sababu unaponiambia unakuta naondoka pale nyumbani. Akili yangu haiko kwenye hiyo chumvi. Unaponiambia hata kama hela ipo, akili yangu haija process. Sawa sawa. Kwa hiyo unatakiwa uniambie mapema kwamba nashaambia hapo nyumbani anajua. Kama nipe 2 or 3 days before. Kwamba kuna hiki na hiki na. Sasa nikajiuliza nikasema kama mimi mama nasikia vibaya. Je, mwanaume anasikiaje? Kwa hiyo nikaona kwamba unapomwandaa mwenzako unampa nafasi ya yeye kujiandaa afanye kitu gani. Sawa sawa.